Lakini anasema nimeonyeshwa mwanamke ambaye wafalme wa dunia wamezini naye. Amekalia maji mengi. Amekuja akakaa kwenye mnyama. Na wakati amekalia huyo mnyama, katika kikombe chake amejaa uchafu wa uasherati wake. Unajua ule mnyama ako na vichwa 7. Vichwa saba. Sasa Ufunuo 17 mstari wa 9 inasema vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Inapoeleza hapo katika maelezo yake inasema milima 7 inawakilisha milima 7 inayozunguka Roma. Inayozunguka Roma. Kwa hivyo mwanamke huyu amekaa mahali ambapo milima 7 imezunguka ni Roma. Mnyama amembeba mwanamke. Kwa hivyo huo ni mfumo, is a system. Na hiyo system ndio imembeba mwanamke ambaye anaitwa mama wa makahaba. Lakini si kusema ya kwamba Jehovah's Witness wako sawa. Sijawaweka ati wako sawa. Hata hao Mormon sijawaweka sawa. Lakini wale ambao wanaitwa genuine Christian ni wale ambao wamekubaliana na Mungu ambaye anayeabudiwa katika meza ya Jezebel. Kwa hivyo lazima dunia ifanye reformation ya kitu inaitwa worship, ibada. Lazima. Sasa hata kama muwe na makanisa 5,000, hata kama muwe na makanisa milioni, hata kama muwe na misikiti ngapi, kitu ambacho Mungu anaangalia ni worship. Ndio hizo nasema hakuna mhubiri ambaye atahubiri injili akiwa anapenda nafsi yake, kwa sababu yoyote anayehubiri injili ni upaga. Ukienda kuhubiri mahali lazima wakasirike. Lakini huyu mwanamke anaitwa Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya hii. Umepata hiyo? Nimepata kabisa. Na kanisa zote ziko under Roman. Sasa ndipo ndio Biblia ikasema hivi, Roma inaitwa mama. Wengine wanaitwa watoto wake. Ndio unaona uwezi kumuona. Ndio unaona uwezi ona kanisa la Roma likienda kuweka crusade. Watoto ndio wanaenda. Yes, hello guys, how are you doing? Mi niko poa sana na niko salama. Kwa majina kama kawaida ni Simon K. Na kama huja subscribe kwa hii platform, tafadhali mi kuomba tu nikiwa nimenyenyekea na kuuliza tu usubscribe. Before I continue ama before tuendelee, na niwajulishe tu kidogo, leo niko na mwalimu Francis Ndacha. Na siku ya leo tutakuwa tunaongelelea hoja zetu ama ile show tuko nayo, tutaongea kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu nimefanya show zake kadhaa na lugha ya Kikuyu na nimepata request from so many people wakiniambia Saimo, wacha Ndacha afanye hii show na Kiswahili kwa sababu pia sisi tunataka kusikia. So that is why today we are going to do it in Kiswahili. Before tufike hapo, niko na project ambayo nilikuwa nimewaelezea hapo mbeleni ama hapo awali, all the way from Tayari Lands and Housing. Tuko na project ya Joska, and this is a very 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 new project whereby hii project mahali iko, kuna barabara ambayo inashikanisha Kagundo Road na Mombasa Road. So ni bypass, na hii shamba yetu mahali iko karibu na hii bypass. So iko na advantage mingi sana, kwa sababu kama last time venye tulikuwa tumeuza shamba huko like 2 years ago, tulikuwa tunaziuza 350, 350, 400. Lakini venye tulienda huko tukapata hiyo barabara ishatengenezwa, na saizi kitu yenye inafanya inaekwa lami, kumaanisha by next year zitakuwa hike zaidi. So watu wenye walikuwa wamenunua last time 350, saizi hata ukienda huko ulizie mashamba zinatoka 750, na kumejengwa sana kuliko before. Hiyo town yenye iko hapo inaitwa Ndofoini imegrow sana. So kama uko hapo unaweza taka kuinvest na hii project, tuko na plot za 50 by 100 hapa Joska, just few minutes from Nairobi CBD. Let me say it is around 45 minutes kutoka Nairobi CBD, Joska, Kagundo Road. Na hii project ama hizi ploti za 50 by 100 hatukuzii expensive sana. Tunawapatia na 650 peke yake.
650, mahali unaweza nunua ploti na useto immediately. Hapa ni mahali unaweza nunua na ujenge. Hakuna ati kuongojea sijui kugrow ama nini. Hapana, hapa unanunua na unajenga. 650 Kenya shillings, na kama unaweza taka kulipa polepole ni 700, utalipa na miezi 6. For more information unaweza piga hii namba yetu ya simu 0715 99 9909, 0715 999909. Another thing ni kuambia, kama wewe uko hapo, wewe ni mzazi ama wewe ni unaweza kuwa unataka kufanya anything to do with video shooting, video editing, film production, DJing, photography, hizo zote na bado unaweza taka kufanya vitu kama graphic design, animation, 3D, 2D, fine art, unaweza tutembelea hapa kwetu katika hizi studio zetu. Tunafundishana hizo vitu zote, na mtu akimaliza kusoma tunakupea certificate. So kama wewe ni mzazi na uko na kijana wako ama msichana wako alimaliza form 4 anaweza taka kutujoin, anaweza kuja hapa tunasemanga tunafanyanga ile inaitwa hands on training. So ni mwalimu ana deal na student one on one. Kama ni kamera, tunakufundisha kutumia kamera vile inafaa, editing, hizo vitu zote. Tunakupea ile kitu inafaa, ile kitu unapata kwa ground. So ukitaka kutufikia unaweza tupigia na hii namba 0724333313, 0724333313. So karibuni sana. Leo tuko na mwalimu Ndacha, kama venye nilisema hapo awali, atusalimie na tuendelee. Asante sana. Yes, good morning, good evening, good afternoon, good every time. So karibuni sana siku ya leo, na kama kawaida, kama mnavyotuona hapa, niko na mwalimu Francis Ndacha, na kama venye nimeona watu wengi wakirequest, walisema tufanye show moja ya Kiswahili. Naam. Na leo naona itanipiga chenga kidogo. Nasikia hata nishaanza kusema kunipinga. So tunaweza fanya hivyo cause kuna watu wenye wamekuwa wakikufollow kwa platform yako. Ndio. Na zile mafundisho zenye umekuwa nazo kwa platforms zingine. Naam. Walikuwa wamekutazama huko, wamekufuatilia sana. So venye ulikuja huko wakaona umeanza kuongea Kikuyu, wakanirequest, wakaniambia, "Saimo, mimi nimekuwa nikifuatilia Ndacha sana. So tunakuomba kama unaweza fanya show moja ya Kiswahili, tunaweza shukuru sana." Na ndio maana leo nilikuwa nataka tupitie hiyo njia. Sijui unaonaje mwalimu? Ni vizuri kabisa, kwa sababu nilishakueleza hapo bereni ya kwamba kwa sababu ya kuwa na muda mrefu ninatumia Kiswahili kufundisha. Sasa inakuwa ulimi yangu kama imezoea Kiswahili. Inakataa Kikuyu kidogo. Sasa inakuja kwamba Kikuyu inakuwa kama ni ngumu kidogo. Okay. Lakini mimi ni Mkikuyu tu kabisa. Mimi ni Mkikuyu kabisa, baba ni Mkikuyu, mama ni Mkikuyu, nimelelewa Ukikuyuni. Lakini nilipoanza kufanya mahubiri, nimetumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo wakati ambapo ninatumia Kiswahili, kuna maneno ambayo nitayatumia kwenye Kiswahili, lakini kwenye Kikuyu nakosa maneno. Unakosa maneno, yanakuwa mazito. Na yanakuwa mazito. Naam. Sasa nitasema nini next? Mtu akifanya show na Kiswahili. Inawezekana unaweza ukaongea Kikuyu wewe. Hapana, nitaongea tu na Kiswahili. Mimi nimesoma Kiswahili. I'm a Thomd Corinthian. Unajua inamaanisha nini? Mimi ni Mkorino wamesoma. So tutaendelea tu kufanya show na Kiswahili. Na actually wenye wamekuwa wakifollow hii nini yangu, hii platform yangu, najua nini kubwa inakuanga ya Kikuyu. Leo mtatuia radhi kidogo tu, na Kiswahili ni lugha ya taifa. Hakuna mtu mwenye asikii Kiswahili. So tutaendelea tu hivyo. Last time tulikuwa na a very 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 tutaita aje, discussion ilikuwa mzuri sana. Na saa zingine natangaka tu kusoma comments kidogo, ndio at least wenye wanatufuatilia waone tunawatambua. Lakini tulikuwa tumesema tafanya show moja ya kurudisha nini, ya kureply maswali zote zenye watu wameuliza, lakini hatutaifanya leo. Hiyo nilikuwa nataka tufanye live. So very soon we are going to have a live show whereby utakuwa free, ukitaka kuuliza swali yoyote utakuwa tu hapo, hiyo utakuwa tunauliza live na tunakurudishia hapa. Tutakuwa na mwalimu Ndacha hapa, but for today naweza taka kurecognize watu tu kidogo tu, nisome comments zao na ujue venye wanaonelea hizi show zetu, then from there I think tutafanya show mpya leo, si ndio? Hiyo acha niachane nayo kwanza. This pastor has a lot of Bible knowledge and discernment. Remind me of great lecture, theologian
ucio ni arai ukenerera. For some to understand the Bible, you must have the Holy Spirit, either in the Old Testament or in all new. No one can decide you. Okay, sijui hapa unaweza sema aje mwalimu Ndasha? Ushamuelewa. Anasema for someone to understand the Bible, you must have the Holy Spirit either in the Old Testament or new. Hiyo utapitia tu kidogo ndio nini. Apart from Paul's books, Ndasha and Rusho stand on one point. Most so-called Christians are lost. Paul's writing may bring confusion. Yes or no? It depends. However, the most important issue here is the Christians are lost, and the best way forward is to seek the true and right path in order to return to the true gospel. I hope you may understand. You may understand. Huyo akona issue na Paul kidogo, lakini anasema cha muhimu ni kujua ati watu wote wamepotea, vitu kama hizo. Simkuwa mnakuja kila siku. Keep bringing him. He is so smart and logical. Aria marithagia nguruwe mekuruga fiti 10. Tulikuwa tumeongea mambo ya nini hapo. Kuna mtu amesema Ndacha made me subscribe. Love his teachings. Asante. Okay. Please can I get translation to this? I love the language. Okay. Sasa huyo ni mmoja wenye walikuwa nasema tuongee Kiswahili. Naam. Sasa najaribu kutafuta swali lingine. Paul would write letters to Ephesians, Galatians, Corinthians, Philippians, different message to different region, and sometimes he would say huyo ana support Kenya tulikuwa tumeongea last time. Okay. I think for now tunaweza jaribu kujibu hizo nini mbili ama uzipitie tu. No. Then from there we continue. Nimeshaelewa kwanza, kitu ya kwanza mwenye amesema ya kwamba ili uweze kuelewa Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya, unahitaji Roho Mtakatifu. Lakini kitu moja ambaye naweza kusema ni ya kwamba Roho Mtakatifu hana upendeleo. Okay. Roho Mtakatifu Mungu anampeana kwa wale waaminio na wale watu ambao wako tayari kufuata ukweli vile ulivyo. Kuna baadhi ya watu ambao akiwa hataki kukubali jambo fulani, anajificha kwa huo msitu. Anasema hapo Roho hajakufunulia. Lakini Roho hafunui kinyume na Biblia. Okay. Roho anafunua ukweli huo wa Biblia uelewe. Okay. Kama andiko limesema usizini, hautakikani kutafuta maelezo nje. Ina maana ya kwamba Biblia inaeleza kuzini ndio nini. Okay. Kwa hivyo unapoelewa maana ya hilo jambo, ndio maana sasa umefundishwa na Roho. Na jambo lingine ambalo ningesema ni ya kwamba kuhusu Agano la Kale kuna mafundisho yake. Okay. Na kuhusu Agano Jipya kuna mafundisho yake. Lakini wafundishaji wa neno la Mungu wa siku za leo utapata ya kwamba wanahitilafu. Okay. Wanahitalafiana katika kuelewa Agano Jipya na ibada yake. Okay. Sasa tunaposema Wakristo wamepotea, tutakuwa tumetumia neno si nzuri. Okay. Kwa sababu kusema Wakristo wamepotea ni kusema wafuasi wa Yesu wamepotea, jambo ambalo haliwezi kuingia kwa akili. Okay. Wafuasi wa Yesu hawezi kupotea. Wafuasi wa Yesu wako katika kweli. Wako katika njia sahihi. Wale ambao wamepotea ni wale ambao hawajakuwa Wakristo. Okay. Naona jambo hilo. Wale hawajakuwa Wakristo hao wamepotea. Wale hawajakuwa Wakristo hao ndio wamepotea. Kwa sababu gani? Ukisoma kitabu cha Mathayo, Mathayo 24 mstari wake ni 24. 24 mstari wake ni 24. Nitatafuta ya Kiswahili. Ya Kiswahili. Soma tu. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kupoteza hata yamkini walio wateule. Okay. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Kwa hivyo hawa wanaitwa makristo wa uongo. Na kuna wengine wanaitwa manabii wa uongo.
Sasa hawa manabii wa uongo na hawa makristo wa uongo ndio sasa wamepotea. Ndio, okay. Lakini sio wa Kristo. Okay. Kwa sababu ukisoma Marko 9 mstari wa 41, Marko 9:41, kitabu cha Marko inasema hivi: kwa kuwa yeyote atakayewanywesha ninyi kikombe cha maji, kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Okay. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu ndio wanaitwa watu wa Kristo. Okay. Ama wa Kristo. Wa Kristo ni followers of Jesus, ama wafuasi wa Yesu. Kwa hivyo wafuasi wa Yesu watawezaje kupotea wakati Yesu anaposema katika Yohana 14 mstari wake ni wa 6, anasema hivi: mimi ndimi njia. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Okay. Kwa hivyo neno kusema Wakristo wamepotea, ningeomba liweze kutoka kwa midomo ya watu. Okay. Na lingine ambalo ningeomba litoke kwenye midomo ya watu ni kusema kanisa hakuna Mungu. Hilo ni neno ambalo linaweza kuwapotosha watu. Kwa sababu unaposema Wakristo wamepotea, ina maana ya kwamba wafuasi wa Yesu sio Wakristo. Ni kweli. Unaposema ya kwamba kanisa hakuna Mungu, ina maana ya kwamba hata Yesu hana kanisa. Unatakikana kuwa belief, unatakikana kuwa unaeleza ni kitu gani unachokiongelea. Ni kweli. Kwa hivyo wale ambao hawafuati kweli si Wakristo. Ni kweli. Kanisa ambalo halina ukweli si kanisa la Kristo. Kwa hivyo kanisa la Kristo ndilo Yesu anakaa hapo. Ndipo Mungu anapokaa hapo. Lakini kando na kanisa ambalo ni kinyume na mafundisho ya Yesu, huko Mungu hapatikani. Na ndio nikasema hata kwa msikiti hauwezi wenda ukampata Mungu. Kwa msikiti tulisoma hapa tukaona ya kwamba majini walisilimu. Na tukaona ya kwamba majini ni Waislamu. Ni kweli. Kwa hivyo ina maana majini ambao tunawaita mapepo, ina maana ukienda kwa msikiti utawapata kwa sababu hakuna Mungu. Kweli. Maana mahali ambapo kuna Mungu mapepo wanakimbia. Mapepo hawasimami. Kwa hivyo sehemu ambayo hakuna ukweli, huko ndio utawapata mapepo, huko ndio utawapata majini. Lakini kwenye kanisa la Mungu utampata Mungu na Kristo na malaika wake. Umepata hiyo point? Nimepata kabisa. Kwa hivyo wale watu ambao wanaogelea wabainishe wanaogelea Wakristo wapi, wabainishe wanaogelea kanisa gani, sio kusema tu kanisa hakuna Mungu. Ni kweli. Naam. Kwa sababu Yesu alikuja juu ya kila mtu, lakini sasa ukishakuja kwa Yesu unakuwa Mkristo. Sasa kitu ya kwanza Yesu mwenyewe anasema hivi: yoyote anayekuja kwangu sitamtupa nje kamwe. Unaona Kwa hivyo huwezi kuja kwa Yesu na ukuwa umepotea. Hauwezi. Hauwezi. Ile shida ambaye sasa watu wamefanya ni kuenda kwa madhehebu. Sasa madhehebu yana mafundisho yake. Ni kweli. Hayana mafundisho ya Yesu. Na ndio naona leo nataka tuangalie kitabu kinaitwa Ufunuo 17. Okay. Kitabu cha Ufunuo 17 tutakiangalia leo, maana kitaweza kutubainishia mahali ambapo Mungu anapatikana na mahali ambapo Mungu hapatikani. Sijui kama umewahi kukisoma hicho kitabu. Nimeisoma na Kikuyu, lakini unajua hiyo. Hebu soma Ufunuo 17 kuanzia mstari wa 1. Utanipea Biblia ya Kiswahili nisome na. Mstari wa 1. Nifungulie tu. Okay. Ndio hii. Nadhani ya kwamba watu wengi kitabu hicho huwa hawasomi. Ufunuo 17. Ufunuo 17 aanzia mstari wake ni wa kwanza. Akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakaao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo ya usherati wake. Kwanza kitu ya kwanza hapo unatakana uwe makini. Hakuna neno ambalo linaandikwa kwa Biblia ambalo halina maana.
Lakini watu wengi wanakuwa na ignorance. Yaani unapata ya kwamba mtu amesoma andiko hilo, hajaweza kuelewa, lakini aka assume. Na akasema tukifika mbinguni tutaenda kuambiwa. Chochote ambacho kimeandikwa kwa Biblia tunafaa kukielewa tukiwa hapa duniani. Na ndio sababu Mungu ameiacha Biblia hapa duniani. Kwa hivyo hapa anaposema akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akasema, njoo huku ni kuonyeshe hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Sasa kweli Saimo, unaweza kukaa hivi ukose kuchunguza hiki kitu ni kitu gani? Uwezi kosa. Kwa sababu unaambiwa ya kwamba ni kuonyeshe kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Alafu nasema ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo ya uasherati wake. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye, watu duniani maelfu mamilioni ya watu ni walevi. Unajua watu wanaogelea pombe yenye watu wanaenda kwa kilabu wanakunywa pombe. Hakuna watu walevi kama watu ambao wako kwa madhehebu na dini za uogo. Hao watu ni walevi kuliko watu wa pombe ile inauzwa kwa kilabu. Nakwambia ukweli, kama mtu wa kilabu anakunywa pombe ambaye iko na 80% ya ulevi, watu ambao wako kwenye madhehebu za uogo, watu ambao wako kwenye dini za uogo ni walevi maradufu ya hiyo, na tena 24/7. Unajua kuna mtu atakunywa pombe asubuhi, atalewa usiku, lakini asubuhi anaamuka ako sawa. Lakini hawa watu ambao wamelewa na huu mvinyo ni walevi 24/7. Okay. Na amesema watu wa duniani. Alafu amesema wafalme wa nchi wamezini naye. Kwa hivyo ina maana hata hapa Kenya tuna mfalme bado amezini na huyu. Okay. Amezini naye. Tanzania kuna mfalme amezini naye. Na kama utakataa kuzini naye hauwezi kutawala. Kwa hivyo lazima uzini naye ndio upate power. Biblia inasema vizuri, nasema ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Ukielezea kuzini inamaanisha nini? Kuzini ni wakati unapotoka kwenye wacha tutumie Biblia. Tutumie Biblia ndio iweze kueleza Hebu tuende kitabu cha Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli 16 mstari wake ni wa 32. Inasema, okay, mke wa mtu azinie akaribishaye mgeni badala ya mumewe. Kwa hivyo ni kutoka nje ya ndoa. Ni kutoka nje ya ndoa. Kwa hivyo inamaanisha hao wafalme wamezini naye, yani wanafanya kimapenzi holela. Kimapenzi, lakini mapenzi ambayo inaongelewa hapa ni spiritually. Ni maneno ni mambo ya kiroho. Siku zini ile ya kimwili. Na niulize aje? Akaja mmoja wa malaika 7 wenye walio 17. Okay. Ambaye wafalme wa nchi. Hawa wafalme ni akina nani? Wafalme wa nchi, yani kila nchi duniani. Si unajua kwa ile ya Kikuyu tulikuwa tumetoa na wewe, ilikuwa inaogelea maji mengi ni mataifa. Maji mengi ni mataifa. Si tulisoma ile Isaya 17:12 ya kwamba bahari ama maji mengi yanasimamia mataifa. Hebu soma hiyo Ufunuo 17 mstari wa 15. Mstari wa 15 inasema hivi. Ufunuo 17 mstari wa 15. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Sinaona hakuna taifa limeachwa nje. Kwa hivyo kwa hivyo sasa ile swali ambalo ulikuwa unauliza, hawa wafalme wa nchi ni wafalme wa mataifa. Kenya ni taifa, Uganda ni taifa, so Tanzania. Mapresident wote wamezini na huyu kahaba. Mapresident wote wa ulimwengu. Wote wa ulimwengu. Na huyu kahaba ni nani? Sasa ndio tunaenda kukuja hapo. Nao kwani wamekuwa watu. Lakini hili utamusikia Kanyari akilisema hili. Hata utamusikia Ezekiel akilisema hili ama Uuri hawezi. Kwa sababu pia wao wanatumiwa na yeye. Na huyu kahaba. Ndio. Kwani amelala na watu wengi aje? Wanatumiwa. Si andiko limesema
wote wakao duniani wamelewa. Simesema hivyo andiko. Alafu sasa tukiteremka, hebu soma mstari wa 3 na wa 4 na wa 5 sasa tupate uhondo. Mstari wa 3 inasemaje? Akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Endelea. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Ndio. Amepambwa kwa dhahabu. Ndio. Na kito cha dhamana. Ndio. Na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati. Ya uasherati wake. Mstari wa 5. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Nani? Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sasa mimi nataka nikupeleke polepole pamoja na msikilizaji ambaye atakuwa anasikiliza kwa kutaka kujifundisha. Andiko linaeleza ya kwamba kule juu ameitwa kahaba mkuu. Kahaba mkuu. Lakini tunapofika mstari wa 3 na wa 4 na wa 5 tunapata ya kwamba amepata gari. Na ile gari inayembeba ni mnyama mwekundu. Ni mnyama mwekundu. Na huyo mnyama mwekundu amejaa majina ya makufuru. Lakini huyu mwanamke huyu ndiye kahaba. Ambaye anaitwa kahaba mkuu. Kahaba mkuu. Mama wa makahaba. Mama wa makahaba. Kwa hivyo si yeye peke yake kahaba. Yeye ndiye mama wa makahaba. Kwa hivyo tukisema hapa Kenya kuna makahaba, kuna yule ambaye ni mama yao, the queen, mama ya makahaba. Hebu tusome Ezekieli 16:44. Ezekieli 16:44. Ukiona unasoma tu. Inasema hivi. Tazama, kila mtu atumiaye methali atatumia methali hii kinyume chako akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Kwa hivyo tabia za mama zinapatikana kwa binti. Binti anachukua tabia za mama. Tuko pamoja Kabisa. Kwa hivyo unaposema mama wa makahaba, ina maana ya kwamba ana watoto. Hao watoto ni makahaba. Na watoto hawa wana tabia za mama. Mama ni kahaba. Kwa hivyo watoto watakuwa nani? Makahaba pia. Watakuwa na tabia ya mama. Kweli kabisa. Sasa ile kitu ambaye sasa tuko naye hapa, kibarua ambaye tuko naye hapa ni kuelewa maji tayari tushaelewa. Maji tushaelewa ni mataifa, lugha na jamaa. Kwa hivyo ni ulimwengu mzima umehusishwa, umefananishwa katika Ufunuo 17 hii. Ni dunia yote inaogelewa. Kwa hivyo ndio ninashangaa na watu wengine wanasema ati ufalme wa amani ati wanaogelea ati Mount Kenya. Ati inatoka Mount Kenya. Mungu hakuna mahali anaweza kuogelea jambo la nchi fulani. Mungu katika Biblia anaogelea kuhusu ulimwengu. Kwa hivyo hata kama kuna ufalme wa amani unaokuja, yule atakaye tawala ni yule ambaye atatawala wanadamu wote duniani. Ulimwengu mzima. Si utawale Kenya. Na kuna jamaa aliniambia kuna ati atatoka Mount Kenya na kuna wakati itafika watu wote watakuwa wanaongea Kikuyu. Sasa hao ni wale ambao wanasema mataifa yatarejewa lugha moja. Sasa anaweza akajificha hapo. Kuna andiko linasema mataifa yote yataongea lugha hii. Lakini hiyo lugha moja bado haijaongewa. Sasa Kikusi tumeongea. Ni lugha yenye ijaisikika. Ni lugha ambayo hatujaongea. Kwa hivyo watapewa lugha moja. Mataifa yataongea lugha moja. Sasa tutasemaje Kikuyu? Na Waarabu wakisema ni Kiarabu. Sasa jambo la msingi ambalo tunatakikana kuliangalia kwa makini ni kuhusu huyu mwanamke na huyu mnyama, kwa sababu kuna combination ya mnyama na mwanamke kahaba. Kahaba. Na mnyama tumeambiwa ana majina ya makufuru. Kikuyu inasema kumurumagai. Ako na majina ya kumtukana Mungu. Kumtukana Mungu ndio makufuru. Kumdhihaki.
nafikiri Kikuyu inasema kutukana, kumurumagai, maritwa makurumagai. Yes. Blasphemy. Kwa hivyo huyu mnyama ana blasphemy. Lakini mwanamke ambaye amemubeba ni mwanamke ambaye jina lake anaitwa Babeli mkuu. Kwa hivyo huyu mnyama amebebwa na huyu mwanamke. Mnyama ndiye amebeba mwanamke. Amebeba mwanamke. Kwa hivyo mwanamke amebebwa na mnyama. Kwa hivyo anapewa nguvu na huyu mnyama. Sasa wana combination. Yani huyu mnyama ni yeye anamubeba. Anamubeba huyu mwanamke. Nikupe kisa kimoja ili uweze kuelewa kwa haraka. Saa hii tunaambiwa vitu kwa mfano, Biblia inaeleza kwa wale wanaoelewa vile Biblia inasomwa. Maana kuna mtu atasoma hapo achaganyikiwe, hataelewa ni kitu gani Biblia inasema. Lakini ukirudi zamani, kuna mambo matatu. Wakati wa zamani, wakati kulikuwa na Elia nabii, kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Ahabu, na kulikuwa na mke wake anaitwa Jezebel. Yes. Sasa combination ya dhambi ilikuwa ya Ahabu na Jezebel. Sawa sawa. Kwa hivyo sasa hivi tunaambiwa kuna combination ya mnyama na mwanamke. Kweli. Lakini huyu mwanamke anaitwa Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya hii. Umepata hiyo? Nimepata kabisa. Sasa tuende katika, tulipokuwa tunamaliza ile video yetu ya mwisho, tulimalizia na Ufunuo 14, 6, 7, 8 na 9. Lakini tutasoma Ufunuo 14, mstari wake ni wa 8. Mstari wa 8. Wa 8. Sasa Mungu, wakati dunia imefamiwa na mnyama huyu na amebeba mwanamke ambaye ni kahaba, sasa Mungu anatoa ujumbe kwa kina Saimo, kwa kina Dasha, anawafanya wajumbe wake. Akiwafanya wajumbe wake, anawapa ujumbe. Huwezi kuwa mjumbe bila kuwa na ujumbe. Huwezi. Kwa hivyo wajumbe wa uongo hawana ujumbe. Kweli kabisa. Hawana ujumbe. Wao wanapeana chakula ambacho si cha sasa. Haya, soma tusikie. Tumesema 14 mstari wa 8. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli. Subiri sasa. Huo ni ujumbe. Unaposikia malaika anawakilisha messenger. Na ndio naona katika hiyo Ufunuo tulisoma kuanzia 6 tukamalizia 9, maana kuna wajumbe watatu. Kuna message 3. Hizi message 3, message ya pili ni kuambia watu wa dunia watoke Babeli imeanguka. Lakini huyu mwanamke ndio tumeambiwa, huyu mwanamke ndio ameandikwa kwenye kipaji cha uso, Babeli mkuu, mama wa makahaba. Kwa hivyo ina maana Babeli ambaye sasa imeanguka ni mwanamke huyu. Sasa kuna Babeli gapi katika Biblia? Babeli ni 3. Babeli ya kwanza ni ya Nimrod. Nimrod anapatikana Mwanzo 10. Wakati walienda kujenga nyumba, wanasema wanaenda kufikia Mungu. Hiyo nyumba inaitwa Babeli. Kwa nini inaitwa Babeli? Inaitwa jina Babeli ni kama kusema confusion. Sasa watu walipokuwa wanajenga ile mnara, Mungu alisema na tushuke tuwaharibie lugha. Kwa hivyo walikuwa wanaongea lugha moja, lakini hiyo lugha waliokuwa wanaongea ikaharibiwa. Sasa watu wakaanza kuongea lugha tofauti. Unajua sasa wewe ukiwa kama Mkikuyu, nisikie saa hizi umeanza kuongea Mujaruo. Aseme adhikanye. Adhikanye. Unajua ukisema adhikanye kwa Kikuyu, sasa ukitafsiri kwa Kikuyu sasa. Ukitafsiri kwa Kikuyu adhikanye, si utasikia kama huyu amesema ameenda mahali panaitwa Kanye. Dadhie Kanye. Kwa hivyo lugha ikaharibiwa, wakakosa kuwa na uelewano katika kujenga ule mnara. Inaitwa Babeli na ni confusion. Sasa confusion ya kwanza ilikuwa Babeli ya Nimrodi. Alafu Babeli ya pili ni Babeli ya Nebukadneza. Tulipokuwa tunasoma katika habari ya zile wanyama wanne, tuliona mnyama wa kwanza anaitwa Babylon. Aliyekuwa anafanana na simba. Sasa Babeli ya 3 inaitwa spiritual Babylon, ambaye ndio hii iko katika Mwanzo 17 mstari wa 5. Inaitwa spiritual Babylon. Sasa hii spiritual Babylon ndio watu raia wote wa dunia wako.
Okay. Sasa ukitaka kujua kwa nini Nuhu aliokoa wanyama wengi kuliko watu, anza kuwahubiria watu watoke Babeli, hawatatoka. Sasa ujumbe huu unajua, na kuna uhusiano mkubwa katika ujumbe huu tunautoa sasa na ule wa wakati wa Nuhu. Nuhu, Mungu alipoona ya kwamba wanadamu wameasi, ulimwengu umejaa uasi, aliamua kumaliza kizazi hicho chote. Isipokuwa wale ambao watasikia ujumbe wa Nuhu. Na ujumbe wa Nuhu ulikuwa upi? Ujumbe wa Nuhu ulikuwa kwamba igieni safina. Hakukuwa na ujumbe mwingine. Lakini hii safina ilikuwa imejengwaje? Aliambiwa ajenge safina ya ghorofa 3. Ya chini, ya pili na ya 3. Na hapa tumeona Ufunuo 14 mstari wa 6, wa 7 na wa 8 na wa 9. Ni malaika wangapi? 3. Hao malaika 3 wanawakilisha message, ujumbe ambao dunia inafaa kuhubiriwa leo. Doka dina ohoro mwega muno muno wa broti dina cio kuria mwena wa Gitengera. Broti ci handu hega muno in a gated community, in a controlled area, na broti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road, the main road, o kilomita 1 tu. Uguo kuma Gitengera town ti handu hanene. Uguo wewe hau hihi ungienda gusetwa family yaku, aikonu wendaga gwaka handu kamucie, handu hega, handu ngisetwa family yaku, handu ngikara wega, ka estate controlled gathaka we Waitonga ihinda tiringi ni riri, ndina broti cia 100 by 100 quarter an acre, na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price. Asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera. Na kuria Gitengera ni ndronie ni gukurite muno 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 muno, tondu actually gutire kindu gutari nakio. Kwina mathibitari maingi muno, kwina mafegi gutire fegi gutari, ma supermarket mekuo, mathukuru mekuo, ma college mekuo. Uguo ni kundu ungithie no seto immediately. Na wi Gitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthi kundu kungi gwika maundu maku, tondu maundu mothe mekuria. Broti ci ndakwira ni ciringi milioni 5 peke yake, na ndakwira kuma barabara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1. Handu haria ciri ni handu hakurite muno. Uguo ni kuga hena thitima, kwina mai, indo iria ciothe cibataranagia kwina cio. Mikawa iria ikuria ni mikawa miega, ungithiaga ma gardens, ungithiaga kahore na family yaku. Nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari. Ni njui ni ukuonio mbica icio ciothe hau. Ni undu wa uhoro makiria, hurira na namba eno ya thimu 0724 333313 0724 3313 nigetha twariririe tumenye uri ungithi kuona broti icio na wigire na handu haku, handu ungiseto family yaku. Kitengera Milimani Estate, mko karibu sana. Asanteni sana. Sasa wajumbe ambao hawahubiri ujumbe huo, sasa hao ndio wanaitwa makristo wa uogo. Hao ndio wana madhehebu zao na wanahubiri kile ambacho wafuasi wao wanataka kusikia. Hawahubiri ujumbe ambao Mungu amepeana uhubiriwe. Unajua kuna kitu naitwa, lazima kuwe na kitu naitwa reformation. Reformation ambayo inatakikana kufanywa, inafanywa na wajumbe hawa 3. Wa kwanza anasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na chemichemi ya bahari. Kwa hivyo lazima watu wafanye, lazima dunia ifanye reformation ya kitu naitwa worship, ibada. Lazima. Sasa hata kama muwe na makanisa 5,000, hata kama muwe na makanisa milioni, hata kama muwe na misikiti ngapi, kitu ambacho Mungu anaangalia ni worship. Ni ibada. Kweli kabisa. Si ati unavaaje, unakuraje, kanisa unaenda saa ngapi. Kitu ambacho Mungu anaangalia ni worship, ibada. Yesu anasema katika Yohana 4, anasema anawatafuta watu wanaoabudu katika roho na kweli. Hiyo ndio ibada. Kweli kabisa. Sasa wakati anaposema anatafuta watu ambao wanaabudu katika roho na kweli, ina maana kuna wengine wanaabudu katika uongo. Ndio anasema nyinyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho. Sasa kitu ambayo watu walio ibadani leo, brother, kitu ambayo watu walio ibadani leo hawana haja naye ni kuangalia ibada halali ambaye imeelekezwa na maandiko.
Watu wanaenda kanisa ya fulani, ana ibada yake, huyo ana ibada yake, msikiti kuna ibada yake, nyumba nyingine hapa ibada yake. Sasa wakati watu wamefurugika hivyo, yule amewafuruga si mtu mwingine, ni huyu mwanamke. Huyu kahaba. Huyu kahaba ndiye mwenye kufuruga hiyo yote, na hao wote waliofurugika ni watoto wake. Okay. Ni watoto wake. Hivyo kama wewe umefurugika, wewe ni kahaba. Sasa si ujumbe huu hauendi kwa mtu personal. Okay. Unaenda katika mifumo ya kiibada. Okay. Hatuongelei fulani. Hata sina haja na sina shida na wori. Nina shida na ujumbe anaopeana. Okay. Sina shida na Muhammad. Nina shida na kile ambacho Muhammad anapeana. Okay. Maana kile ambacho ujumbe ambaye Muhammad anapeana ndio unaowaadhiri wale anapea. Okay. Kile ambacho wori anapeana kinawaadhiri wale anaopea. Kwa hivyo tunapoogelea kanisa kama mfumo, hatuwezi kuogelea mtu personal. Okay. Hapana. Tunaogelea system. Okay. Mfumo. Ndio naona katika hiyo Ufunuo 17 inasema mnyama amembeba mwanamke. Kwa hivyo huo ni mfumo, is a system. Okay. Na hiyo system ndio imembeba mwanamke ambaye anaitwa mama wa makahaba na machukizo ya inchi. Alafu anasemekana mwanamke huyo ana kikombe mkononi mwake, na wafalme wote wamelala na yeye, na imesema wafalme wote wamezini naye. Alafu watu wote walio duniani wamekunywa mvinyo, ni walevi. Unafikiri saa hii ndio nakwambia, afadhali uende uhubirie mlevi. Unaona mlevi yule chakali yule, ni rahisi, mwenye hajui neno hata kidogo. Ule mlevi tu ambaye hana dhehebu yoyote anaenda, hana kanisa yote anaenda, ama malaya. Wacha nikueleze, hebu nisomee Mathayo 21 ni kuliko uhubirie. Si ugoje nikuonyeshe, watu wa dini ndio hatari kuhubiria. Ukitaka kufa haraka, hubiria watu wa dini. Anza kuambia watu wa dini ukweli. Ukitaka kuungua, wacha nikupe rahisi. Unaona Qur'ani? Qur'ani inasema Allah hana mtoto. Na Qur'ani na vitabu vya Muhammad vinasema kusema Allah na mtoto ni matusi. Unamtukana Allah. Ukichukua spika saa hii, uende mahali ambapo kunaitwa Islamic territory. Islamic territory, mahali ambapo Waislamu ni wengi. Inawezekana hata sheria ambayo inafanya kazi hapo ni ya Kiislamu. Uende uwaambie kwamba Muhammad si mtume wa Mungu, uwaambie Yesu ni mwana wa Mungu. Ukirudi uniulize, utauliwa tu. Utauliwa tu, kwa sababu hiyo ni matusi makubwa sana kwao. Lakini kwa Biblia is a message ambayo unatakikana upeleke. Ndio Yesu anasema hakuna mhubiri ambaye atahubiri injili akiwa anapenda nafsi yake, kwa sababu yoyote anayehubiri injili ni upaga. Ukienda kuhubiri mahali lazima wakasirike. Kwa hivyo hata sitarajii ati watu wengi wafurahie unaposema ukweli. Watu wengi ni wale ambao wanafaa kukasirika kwa sababu hawapendi kweli. Soma hiyo andiko sasa. Umeniambia Mathayo ngapi? Mathayo 21:31. Kuanzia mstari wa ngapi? Anzia 31, 21. Anzia 31. Je, katika hawa wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Ndio. Wakamwambia, ndio, ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambiaje? Amen. Nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Malizia hapo chini. Kwa nini wanaingia? Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, nanyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini, nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Sasa ile kitu iko hapo ni kwamba mahubiri ya Yohana yalikuwa yametoka kwa Mungu. Yalikuwa mahubiri ya kweli. Waliokubali mahubiri ya Yohana walikuwa ni watoza ushuru na makahaba. Ndio waliokubaliana na mahubiri na wakaamini na wakatubu. Lakini watu wa dini hawakukubaliana na mahubiri ya Yohana na wala hawakutubu. Sasa leo hii kwa sababu watu ni walevi kwa mvinyo wa mwanamke kahaba, unapoenda kuwahubiria ni kukupiga, watakupiga kwa sababu ni walevi. Ni kweli. Inasema kikombe alichoshika kwa mkono kimejaa uchafu wa uasherati wake. Okay.
kimebeba uchafu wa uasherati wake. Sasa ili tuweze kueleweka haraka na wale wanaosikiliza kwa makini, tulishasoma ya kwamba kwa mujibu wa unabii mnyama anawakilisha serikali. Mnyama, hiyo tulikuwa tumesoma hivyo. Na tukatoa ushahidi. Kwa hivyo wa maandiko, huu mnyama ni serikali. Ni serikali imebeba huu kahaba. Lakini ile kitu ningetaka nifanye hivi, tufanye research yetu hapa ya kitu ambacho kinaitwa history. Okay. Na unajua Biblia ikisema leo jambo ambalo itatimia kesho linafaa litimie. Okay. Si kama Qur'ani. Unajua iwesemi kitu kikatimia. Ni story tu. Sasa Biblia inasema mwanamke, unajua Yohana anapoonyeshwa hii ufunuo bado tukio. Bado tukio. Lakini anasema nimeonyeshwa mwanamke ambaye wafalme wa dunia wamezini naye. Amekalia maji mengi. Amekuja akakaa kwenye mnyama. Na wakati amekalia huyo mnyama, katika kikombe chake amejaa uchafu wa uasherati wake. Sasa ukisoma mstari wa 9 Ufunuo hiyo inasema zile, unajua ule mnyama ako na vichwa 7. Vichwa saba. Sasa Ufunuo 17 mstari wa 9 inasema vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Hii milima 7. Sasa hata ukasema tu where is the where ama which city with 7 hills. Ukisoma kuna Biblia ingine niliobwa na mtu nikampa, kwa sababu nilijua mahali nitakuja kuipata mimi, lakini sijaiendea. Inapoeleza hapo katika maelezo yake inasema milima 7 inawakilisha milima 7 inayozunguka Roma. Inayozunguka Roma. Kwa hivyo mwanamke huyu amekaa mahali ambapo milima 7 imezunguka ni Rome. Okay. Hata ukagugu kama utaandika kwa Google inaleta tu hivyo. Uandika which city with 7 hills. Unaweza andika tu hivyo ukagugu tu kwa simu tu ukaona inaleta nini. Ulitupa hiyo Biblia kwa nini? Sikutupa. Nilimpa mtu. Mtu aliniomba nikiwa nimeenda Tanzania. Nikaweza, na nilijua nikikuja hapa Kenya nitaipata. Kwa hivyo nikamkabidhi, nikampa, alafu na mimi nitafuta, lakini sijaweza kupata muda wa kwenda. Inasemaje? The city known as the city of 7 hills, Rome, Italy. It was built on 7 famous hills. Hiyo ni kitu ambaye haikataliwi kwa mtu yoyote msomi. Mtu yoyote msomi hawezi kukulikataa hili. Unajua si kila kitu ambaye kiko kwa Google ambaye ni cha kweli. Ni kweli. Inatakana hata kama unaenda kwa Google unadhibitisha mpaka kwenye historia ama kwenye vitabu sahihi zenye kukubalika. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni ya kwamba kuna mwanamke ambaye amekaa mahali pamezungukwa na milima 7, na milima 7 iko kwenye mwanamke. Kwa hivyo mwanamke huyu amekaa kwenye serikali ama kwenye utawala unaoitwa Rome. Mwanamke ndiye amekalia mnyama. Sasa mwanamke haitwi Rome, lakini mahali amekaa amekalia serikali ya Roma. Kwa hivyo ni mfumo ambao una mamlaka ya serikali ya Roma. Unapata kitu kweli? Kabisa, hata kuna kitu na Google hapa ni confirm. Sasa ile kitu ambayo iko ni ya kwamba mwanamke sasa, si tumeshajua ya kwamba mnyama. Na niulize aje mwalimu? Naam. Kuna kitu kingine nimeona kama inaweza relate na hiyo. Huyu mwanamke amekalia milima 7. Na still we have 7 continents. Naam. Inaendana hata hapo ukisoma tu inasema tu hivyo. Hizo 7 continent hizo dinaona zinatawaliwa na mwanamke na mnyama huyo. Hiyo ndio nilikuwa nataka. Kabisa ni hivyo. Hivyo hata kwa hiyo Ufunuo 17 haisemi tu ni milima, bado inaelezea ni wafalme bado. Inasema hivi, hebu sikia. Ziko kabisa, na wewe ni kama nikuambia wewe ni kama Mungu amekuchagua. Inasema hapo ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7 ni milima 7 anayekalia mwanamke huyo. Nasema
navyo ni wafalme 7, 5 wamekwisha kuanguka na mmoja yupo na mwingine hajaja bado, naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Hiyo ni topic nyingine tutakuja kuisoma. Lakini hao umewasema ni wanaigiana na hiyo. Kwa hivyo huyu mwanamke amekaa kwenye serikali ya Kirumi. Serikali ya Kirumi unaweza kuangalia kama wewe unafikiri ni Italy. Lakini tunaposema serikali ya Kirumi ni ile sheria inayotawala dunia, inaitwa Rome Statute. Okay. Rome Statute. Sasa Rome Statute iko na mwanamke. Sasa hiyo Rome Statute ndio inawakilishwa na Ahabu wa leo. Okay. Ahabu wa leo ni hiyo sheria ya Rome Statute, hiyo Roman Statute, hiyo sheria ya Kirumi hiyo. Dunia yote tunatawaliwa na sheria hiyo. Tuko pamoja? Kwa hivyo saa hii tunasema kwamba tuko katika dola ya Kirumi. Kwa hivyo Yesu alizaliwa katika dola ya Kirumi, atakuja atapata dola ya Kirumi. Unaona hizo alikuwa anasema ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa maana ulikuwa hakuna ufalme mwingine unakuja kutawala. Ulikuwa ni ufalme wa mwisho dunia ishi. So wa Kirumi ndio ulikuwa ufalme wa mwisho? Si nataka nikuonyeshe hapa. Unaona hapa kwa hiki kwenye hiki kitabu. Hakuna ufalme mwingine wa 5 ni wa Mungu. Hiyo wale unasikia, hebu shika hapa. Unaona hapa kama unaweza kuwaonyesha hivi kama sijui kama wanaweza kuiona. Statute in the book of Daniel. Nikitaka hebu nishikie hivi. Haya producer, shika hivi producer. Sasa nataka nikuonyeshe kitu hapa Unaweza zoom hapa. Hapa hii ni Danieli 2. Mwenye anaota ndoto hii ni Nebukadneza. Sasa hapa nataka nikuonyeshe mahali ambapo wale watu wanasema ati kuna ufalme wa amani unakuja hapa, unatoka hapa Mount Kenya, ni waongo. Sasa kulingana na Mungu ni ya kwamba hii statute maana yake ni sanamu. Hii sanamu ambayo Nebukadneza aliona kichwa cha dhahabu, akaona kifua na mikono ilikuwa ya silver, ya fedha. Fedha alafu ilikuwa ya shaba. Shaba, tumbo na kiuno. Alafu hapa kwenye miguu hapa ilikuwa ni chuma. Hapa kwenye vidole hapa, kwenye hizi vidole hizi ilikuwa ni chuma na udongo. Na chuma na udongo haziwezi kushikamana. Sasa inasema hapa katika hizi vidole zinawakilisha nini? Hapa tunasema Babylon. Ndio naona hapa. Unaona hapa inasemaje hapa? Hapa inasema head Babylon. Vile ilitawala, unaona? Kwa hiyo tunatoka Babylon, Medo Persia, Greece, alafu tunafika wapi? Rome. Alafu hapa sasa nasema head inakuja nini? Babylon. Chest. Medo Persia. Medo Persia ndio iko na mikono 2. Tumbo Greece. Miguu Rome. Sasa katika vidole viko kwa miguu. Kwa hivyo tunaambiwa Roma inagawanyika wafalme 10. Sasa hizi vidole hapa chini linaitwa Europe. Okay. Ulaya. Sasa hii Ulaya hii ndio sasa unasema kulingana na ile Danieli 7 inasema walikuwa 10, 3 waling'olewa, wakabaki 7 wale. Sasa unasema wewe. Kwa hizi vidole. Hizi vidole ziling'olewa. Yaani Danieli 7 na Danieli 2 zinaelewana. Hawa hapa tumeambiwa vidole ni 10. Si vidole uko na 10 hapa. Hizi vidole 10 zinaongelea wafalme ambao watagawanyika kwenye ufalme wa 4. Kwa hivyo ufalme wa 4 si ufalme wa Roma. Roma. Sasa Roma imegawanyika wafalme. Kwa hivyo bado ni Roma inatawala. Haijabadilika. Unajua hawa walikuwa, hii ilikuwa inatolewa kabisa. Haitawali tena. Na hii inatolewa kabisa. Hii inatolewa, lakini hii haitolewi. Hii ni kugawanyika, inagawanyika wafalme, lakini inabaki tu dola ndio inatawala, inaitwaje? Rome. Umeshika Lakini katika Rome kuna gawanyika wafalme 10. Lakini wafalme 3 wanang'olewa na kafalme kadogo katika topic tuliyosoma. Ya kwamba Vatican ilipotokea iling'oa Heruli, Fados na Ostrogoth. Na Peru sasa hizo ndio ile majina ambayo tulikuwa tumeenda kuitafuta. Kwa hivyo ikabaki ya kwamba tuko na 7. Zile 7 ndizo sisi ziko hapa. Lakini ile inatawala ni Roma. Sawa sawa. Kwa hivyo tunaambiwa mwanamke huyo sasa, amekalia Roma. Amekalia Roma. Kwa hivyo mwanamke huyu amekalia serikali ya Kirumi. Sasa ni nini ambaye
tunatakikana sasa kujua kutoka hapo katika ile Ufunuo 17 tumejua mnyama, tumejua maji. Sasa ile kitu tunatakikana kujua ni mwanamke. Mwanamke anawakilisha nini? Okay. Katika unabii. Kwa sababu si mwanamke tu wa kawaida. Ni prophecy. Okay. Ni Mungu anafananisha. Ukisoma Ufunuo wa Yohana 19 mstari wake ni wa 8, inaongelea kuhusu bibi harusi. Mke wa mwana kondoo. Kwa hivyo Yesu ana mke. Yesu ana mke. Sasa tunatarajia Yesu akuja achukue mke wa kawaida tu aoe? Hapana. Ukisoma sasa hiyo Ufunuo 19:8 na 9 inasema mke wa mwana kondoo amejiweka tayari. Amevikwa kitani nzuri ng'arayo. Na kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hivyo kusanyiko la watakatifu ndilo linalofananishwa na mwanamke wa Yesu. Kwa hivyo kundi hilo la watakatifu ndilo linaitwa kwa lugha nyingine eklesia ama kanisa. Kwa hivyo kanisa ziko mbili. Kuna kanisa la Yesu ambalo anakuja kuchukua, na kuna kanisa ambalo limekalia serikali inayotawala leo. Okay. Na tumesikia kwamba serikali inayotawala leo inaitwaje? Rumi. Kwa hivyo ina maana kuna kanisa la Rumi. Sasa kuna mtu anatakikana atupeleke polisi tukafanya nini sisi? Tukisema ya kwamba kanisa la Roma ndilo katika Biblia linaitwa Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Na si kanisa zote ziko under Roman. Sasa ndipo ndio Biblia ikasema hivi, Roma inaitwa mama. Okay. Wengine wanaitwa watoto wake. Ndio unaona uwezi kumuona. Ndio unaona uwezi ona kanisa la Roma likienda kuweka crusade. Watoto ndio wanaenda. What do you mean? Ni hivyo. Watoto ndio wanaoenda. Na ndio ujue mtoto anaenda kukula kwa mama. Mtoto anaenda kukula kwa mama. Ndio naona kanisa la Roma lina kikombe ambaye watoto wake wanakunywa kwenye kikombe hicho. Kuna kitu nashika. Nimeshika. Na si porojo na nakwambie bwana Simon. Haya maneno wacha ifike kama vile ilivyokuwa wakati wa Elijah. Tupande mlima wa Karmeli kieleweke. Hakuna haja ya kuchinda tukiogopana. Natakikana walio na hoja watokelezee. Ni kweli. Hata Waislamu watokelezee. Kwa sababu hata Muislamu anakula tu hapo. Okay. Dini ya Uislamu inakunywa kutoka kwa hiyo kikombe. Okay. Sasa iko hivi, hiyo kikombe iko hivi. Umewahi ona ile pombe ilikuwa ya zamani ya Wakikuyu? Muratina. Kuna vile ilikuwa inawekwa nyungu namna hii. Mnaanza kunini? Mnakunywa nyote lakini mulinja inaingia pale yote. Lakini mko lakini mnakunywa katika mnatoa mahali pamoja. Sasa ni hivyo iko. Dini zote za dunia. Dini zote za nini? Za dunia. Na madhehebu yote ambayo inadai ya kwamba ina ibada. Wote ambao wanatoa chochote kutoka kwenye kikombe hicho ni mama, ni mtoto wa yule mama. Iwe anaitwa Waislamu, iwe anaitwa Baniani, iwe anaitwa Hare Krishna. Hizo zote ni majina. Lakini mahali wanakunywa ni mahali pamoja. Ni mahali pamoja. Mama ni yule. Mama ni yule. Ndio naona saa hii yule ambaye ni bishop wa Vatican anaweza akaenda akaingia kwa msikiti na akasali. Hata ukasaji hapo kwa YouTube. Ukasaji tu ya kwamba kama bishop wa Vatican huwa anaenda kwa msikiti. Utampata kwa msikiti akiswali. Na umesema huyu mama amelala na wafalme wote. Wafalme wote wa nchi. Sasa unajua kitu inakujaje? Kumaanisha kuna combination ya Roma na mwanamke. Sawa? Mnyama anawakilisha Ahabu wa zamani. Kanisa linawakilisha mwanamke, kwa hivyo linawakilisha Jezabeli, ambaye alikuwa mke wa Ahabu. Ambaye alikuwa anamtafuta Elia amuue. Kwa hivyo watu wote waaminifu. Watu wote wa nini? Waaminifu. Wale wote watakao hubiri injili ya Mungu wa kweli. Ibada zote za uongo zitaugana dhidi yao. Ndio naona hata sasa hapa Kenya kuna ingia kitu inaitwa Religious Bill 2024. Heda uisome. Hakuna mtu yoyote ambaye anahubiri ukweli ambaye hataenda jela. Wakati tatiwa sahihi hivi na rais ikuwe sheria,
ndio utajua kuna makanga, na ndio utajua kwamba kuna waliokuwa makanga watarudi kwenda kuwa makanga. Kwa sababu mtu yoyote ambaye ataonyesha dini ya mwenzake ina makosa, jela. Na hii inakuwa ni criminal. Eda uisome. Eda uisome, ukikaa tu mahali usome hiyo to Religious Bill 2024. Ya kwamba haufai kukosoa imani ya mwingine. What? Hata wewe vile unatuita tu saa hii. Wakati ambapo hiyo sheria itakuwa, hata wewe polisi watakuja hapa atakushika na pingu. Ni ima uamue uache ama uendelee uende jela. Unaona? Na ndio sasa itarudia vile wabavyo walivyofanya mitume wa Yesu. Mitume wa Yesu waliuawa kwa sababu ya imani. Kwa hivyo hata ukiona kanisa fulani iko na makosa, labda washirika wamepotea, huwezi wakosoa. Huwezi wakosoa. Watalindwa na sheria. Unaona, mwanamke ameshikiliwa, amewakilishwa na mnyama. Sasa wanawakilisha nani? Wanawakilisha wale manabii ambao walikuwa manabii wa Ashera na manabii wa Bali. Walikuwa wote ni manabii 850 waliokuwa wanakula katika meza ya Jezabeli. Sasa hao manabii ndio wanawakilisha dini zote za uogo zilizo chini ya sheria ya Kirumi. Umepata point? Nimepata. Sasa kitu ambaye ningeomba uweze kuelewa, na unaona hapa hii kitabu si ati kwamba ati mimi nimekinunua ati na kikubali huko ndani, lakini kinasema mauogo yote na ukweli kimechanganya hapa ndani, lakini kinanisaidia kuelewa ya kwamba ikoje. Kwa mfano, wacha nikuonyeshe hapa, alafu ninatumai ya kwamba leo hatutaenda sana, ndio tupate siku nyingine ya kuja. Ukiangalia hapa kuna hizi marangi ambapo nimeweka. Ukiangalia kule juu, unaona kule juu ni majina ya hizo madhehebu, madini. Ya kwanza inaitwaje? Hinduism, Judaism, Hare Krishna. Hiyo ni ya? Hare Krishna hiyo ni ya Wahindi. Transcendental meditation. Ni saburi hizo tu za Wahindi tu bado. Sikhism, Buddhism. Hizo ni za hawa. Unajua kado na Waislamu kuna dini hizi zingine hizi. Sasa point yangu nini? Hebu rudia pale ukurasa wa pili. Ile rudi nyuma. Hapo tu hapo. Rudi ukurasa ya nyuma. Hapana. Ukurasa unaofuata hapo. Hapana. Hapa. Hapo. Si hapo iko nini? Islam comparing Sunni and Shiism, nation of Islam. Hizi zote ni nini? Sasa hizo ni dini zote ambazo zimeorodheshwa hapo. Kwani pia Waislamu wametanganyika? Wamegawanyika. Waislamu wamegawanyika madhehebu 73. Sasa point yangu iko hivi. Hizo dini zote ukitaka nikuachie hiyo kitabu naweza kukuachia. Nitakuachia hiyo kitabu, nitakuachia ukisome. Kama sasa hapa inasema Christianity, cults and religion. Sasa kuna kitu moja. Leo kuna orodheshwa na serikali za kidunia genuine Christian, na wale ambao si genuine Christian ndio naitwa cult ama makanisa ya uzushi kama Jehovah Witness. Linaitwa cult. Jehovah Witness haitwi na Mormon, hawaitwi genuine Christian. Mormon na Jehovah Witness walikuwa SDA, nao walikuwa hapo. Ilikuwa Mormon, ilikuwa Jehovah Witness na ilikuwa SDA, lakini SDA sasa SDA ishaingia hapo kwa genuine Christian. Sasa nataka nikupazulie barika hapa, na kama kuna mtu ambaye anataka debate na mimi aseme debate ya one by one, awe simu SDA awe monani, bora tu maneno yetu kisema ngwe tunadhibitisha, si tutulubane. Sasa bwana Saimo, hizi dini zote ambazo zimekusanywa mahali pamoja ni untouchable. Kwa sababu zina mamlaka ya kidola. Wale ambao hawana mamlaka ya kidola ni hao wanaitwa cult. Lakini si kusema ya kwamba Jehovah Witness wako sawa. Sijawaweka ati wako sawa. Hata hao Mormon sijawaweka sawa. Lakini wale ambao wanaitwa genuine Christian ni wale ambao wamekubaliana na Mungu ambaye anayeabudiwa katika meza ya Jezabeli.
Kwani katika Wafalme 18, 18 na 19 sikulikuwa na manabii wa Ashera? Sikulikuwa na manabii wa Baali? Lakini walikuwa wote wanakula katika meza ya nani? Ya Jezabeli. Lakini walikuwa wa kweli waongo? Waongo. Si walikuwa waongo? Sasa hii makanisa yote unaona, ule mtu mwenye aliiba wibo, isipokuwa tu ni vile aliiba tu akakusanya yote, alikuwa tu sawa. Sasa shida ni kwamba alichanganya mpaka ya Mungu hapo ndani. Umeelewa? Nimeelewa. Nimesikia kabisa ya kwamba leo kuna meza ya Jezabeli. Lakini katika meza ya Jezabeli ilikuwa na miungu inayeabudiwa katika hiyo meza, na hiyo ndio ilikuwa inafanya wewe ukubalike kuwa katika hiyo meza. Lakini yule ambaye hakuenda katika meza ya Jezabeli alikuwa ni Elijah peke yake. Elijah alikuwa anamwabudu Mungu wa kweli. Sasa unasema hizi makanisa zote zimekuja kwa hii meza? Ziko kwa meza ya Jezabeli. Hawana Mungu wa kweli. Wenye wamekataa kukuja kwa hiyo meza, hao ndio wana Mungu wa kweli, na si ati kwa sababu hawajakuja, kwa sababu ya ule Mungu ambaye wanaye muabudu, Mungu wa kweli. Unaona Biblia inasema uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa hawa watu ambaye sasa wameingia katika hiyo meza ya Jezabeli wa leo wanamwabudu Mungu wa uongo, wanaabudu miungu ya uongo. Sasa haijalishi wanyu mnaita aje, haijalishi wenyu mnasema ni kikombe, haijalishi wenyu mnasema ni ng'ombe, haijalishi wenyu mnasema ni nani, lakini hiyo miungu yenu ya uongo yote mnaileta katika meza ya nani? Hata nini wahi wote. Si tutakuja kusoma hii kitabu uone ya kwamba kile ambacho wanachofundisha wanakosa, tutakuja kuona hapo kwa hii kitabu hii. Si nimekuachia utakisoma. Kwanza hiyo nimekuambia na usome kile wanaamini. Ndio utakuja kujua kwamba kwa nini mkutano wote wa kidini wa kiserikali anaambiwa muhindi omba. Wewe mtu wa Gomi, hawa Wakikuyu hapa wako hapa Mount Kenya wanatuambia ati wako na Mungu ambaye ni wa Mount Kenya. Hao sasa na wao nataka tutafutane siku na wao tuwakalie tuwakabeko. Tuwakabeko. Maana washapotea. Washapotea kabisa. Tutakuja kuongea. Lakini sasa ile kitu nataka tukuje tuendelee baadaye. Mimi nataka Saimo, naomba tufike hapa ili watu waende agarau wafikirie kidogo, ili siku nyingine tukija tuje sasa tuongelee ibada yenye iko katika meza ya Jezabeli, ambaye tunahitaji tupande mlima wa Karmeli, Mungu wa kweli ajulikane ni nani. Sasa tutakuja tuangalie ibada ambayo ilikuwa katika manabii wa Baali na ibada ambayo ilikuwa upande wa nabii wa Mungu Elia. Mungu akubariki. Wape namba ya simu juu wale wanaweza taka kuwasiliana na. Namba yangu ya simu ni 0705 602 959 na ninapatikana, mnaweza kunipigia wakati wowote. Mungu awabariki. 0705 602 959 kabisa. Kama unaweza taka kuwasiliana na Mwalimu Ndacha, hiyo ndio namba yake ya simu, na mtu yote mwenye anaweza kuwa na upinzani. Na mtu yote anataka upinzani. Na bora tu udhibitishe na Biblia. Hapa tunatumia Biblia. Alafu hata kama mtu anaweza kutaka pengine aseme tukutane mahali tuongee, bora isikuwe ni mahali pasiri. Ikuwe ni mahali tu peupe. Niko tayari. Mimi napatikana. Kabisa. Kabisa. Na wale ambao tuliwaambia wajaribu kutoa zile kemikali zile za yule mtu walizowekwa kwa kudungwa, bado wajua kwamba watu wanafanya kitu inaitwa detox za damu. By the way, waelezea hapo dakika kidogo kabla tumalize. Kwa wale ambao unajua kuna vitu Bwana Saimo, watu wanataka mtu mzungu aongee ndio waone anasema ukweli. Mungu ametujalia. Mimi mwenyewe nina ushuhuda. Na niko na video. Juzi nilipoenda mkutano Tanzania. Mimi nilikuwa na shida, hata iko video kwa ya Biblia Nuru ya Dunia ukitafuta utaipata. Nilikuwa naenda kama kiwete. Kiwete kabisa. Kwa sababu ya huku. Lakini nilitimbiwa. Na si kutibiwa na dawa yoyote ya kemikali. Lakini kwa siku 3 mimi nilikuwa vizuri kabisa. Ya pili, nilikuwaga na ugonjwa ambao unaitwa ugonjwa wa hemorrhoid. Ugonjwa wa hemorrhoid. Nilikuwaga nimeenda nikafanyiwa operesheni, kuchinjwa. Lakini kumbe ugonjwa huo hufai kuchinjwa.
Kuna watu ambao Mungu amewajalia hekima, wanakupea dawa ukikalia tu kwa siku 10 hemorrhoid unawachana nayo milele. Wale ambao wamedungwa shindano ya corona, kuna kemikali, kuna vitu walivyowekwa kwenye damu. Kama wanataka kuondoa, lazima wafanye kitu inaitwa detox ya damu. Detox ya damu, si detox ya tumbo, detox ya damu. Na detox ya damu moja tu peke yake ni shilingi 1000 ngapi? 2. Na mimi nikukuitishia, nitakuitishia mahali ambapo inatoka, alafu wewe unachukua dawa yako unaenda ku detox mwili wako. Kwa hivyo wale watanitafuta kwa namba hiyo watapata. Asante, Mungu akubariki. Thank you so much. We appreciate you guys. We love you guys. Asante sana kwa kuweza kusikiza hii show ya leo. Tunashukuru sana. Until next time, if you have any question, tuulize hapo. Next time tutakuja hapa na show ya kurudisha maswali zote, tutafanya live. So wewe kama labda umetazama hii platform for the first time, kindly make sure umesubscribe na umefinya notification bell. Ndio maana kila time tutakuwa tunaleta show na Francis Ndasha, utakuwa notified. We love you so much. Mkuwe na wakati mwema. Asanteni sana. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigi broti de nacio ci mwena wa Eastern Bypass, na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini ria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1, na ona farafara yo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya Maram ni handu hanini muno. Handu hetagwo Karuguru. Wi Karuguru, ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti ici. Ni broti cia 50 by 100, na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa shilingi milioni 5 o broti. Na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui urona mbica, ni handu hakurite na njira nene muno. Ni handu haikaraga itonga, ni handu haikaraga atongoria, ni handu haikaraga ma celeb, ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment, no wake, tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno. Na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku, okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40, ngiri 50. Uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest. Ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno, no cokie mbeca ciaku. Ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow tu compound ukomborithagie no wiki uguo. Haha tigute ona hanini roreri akwa kana arata akwa. Undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndi nacio ni ati cikomeire barabara. Ino ni barabara murona haha, uguo ci haha barabara-ini. Kundu guku maundu maria meku ni maingi muno. Guku kwina mathukuru, ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo, ni ndona ingi itagwo Royal Brain. Uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka muciĩ wa guikara, mathukuru me haha hakuhi. Mafengi maihuire guku, ngiuka ni ndona fengi ta KCB, Equity Bank, ni ndona Cooperative, ni ndona mafengi maingi muno. Okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi. Ni ndona KFC, ni ndona chicken ini cirio guku, wenda kunywa kahua at cafe, ungibatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas, Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri. Yani ungienda handu hega ha guikara, handu classic ti hangi ni haha riu. Undu uria gwika no kuhurira namba ino ya thimu 0724 33 3313 0724 33 3313 nigetha twaranirie nawe. Ndakwira asking price ni shilingi milioni 5 per plot, no ungikihurira hihi no tumenyo ria tungiaria. Broti ici ciina ready title deed, uguo wagura ni ready transfer. Wenda kwambiriria mwako waku wambiririe hau. Mwikaribu sana, hura namba ya thimu 0724 33 3313. Karibuni sana. Yes. Karibuni sana. Uko ni kwega muno director. Nikio wona tukiambiriria tugithekaga uguo. Ni ndamunyita ogani muthenya wa umuthi. Maritwa makwa njitagwo Saimo K. Kama kawaida haha ndugamite Courtesy of Tayari Lands and Housing. Na nijui mwagithoma haha ni murona uguo. Na uyu ni mwaka mweru na maundu meru.
riu mwaka uyu ndigwiciria ona ni kuri kwagia mwaka ungi ta uyu Mr. Kamori na director tondu riu kuringana na uria mwandehe ni ndona guku riu guku maundu ni magira makiria twi guku na ndikumwira kuria turireke director ni agutwira kana ni magwete gweta mwena wa Joska Joska ni kuria tutangathaga broti wakora ni ciathira andu makambagia gukwira saimo cirari oho twi mwena wa Joska na Joska tirita ria mbere kwendia broti negwa ni twendetie maita maigana ona na handu haha ni handu hega muno makiria twanendia broti haha na ni ngukwira director ni ukumira kiria haha wanjiri hena the Greater Northern Corridor ya goko ni bypass barabara ira kitania Kagundo Road na Mombasa Road no haha uguo no yekirwo rami director ni uguo Joska ni ndagika igiri Joska ni ndagika igiri uguo ri twi kundu guku na ni kundu kwega muno mureke tugeithio ni director na Kamori na Kamori no gutwambirira tucoke ru tumutaririe maundu macio mangi mothe Kamori karibu sana asante sana Saimo K TV na niĩ nyambe njoe kamweke gaka ndĩmageithie niguo mwaka mweru tutionanĩte tutionanĩte ndamenya tutionanĩte niguo tondu mũgũnda twarĩ tũcuti ũrendirie wothe mũndũ akauga njigĩra ĩka ithano no cioneke ndangwĩra koguo ndĩmageithie na ngeithi cia wendo wa Mwathani na ndĩmere tũrĩ akenu mũno nĩ mĩaka ĩyo yothe tũrutĩte wĩra nayo ithuĩ we do appreciate tukimere makorwo me karibu mwaka wa 2026 director ni egũtũhe thimu ya mwaka ũrĩa ũrarĩ wa magetha naguo ni egũtwĩra ũrĩa waikara no ũndũ ũngenetie Saimo nĩ ũguo tũrambĩrĩirie mwaka na kĩrathimo kĩa Ngai na no wega kũgweta haha atĩ rĩu to broti to 50 by 100 nĩ nginya mũgũnda rĩu nĩ kinya acreage koguo tucokerie Ngai ngatho ona nĩ andũ acio ũragweteire na mĩhehu na ũrakĩendia mũgũnda ũcio esa block ũrĩa tũrendaga gũtinangia nĩguo no guo tikuga no tũgũthio na mbere na gũtinangia no nĩ tũkeneire Ngai nĩ gũtũkinyũkithia ikinya rĩu mwaka mwerũ nĩ tũrĩkoragwo na ĩka ĩmwe ĩka igĩrĩ a block of 5 acres mũndũ wothe wĩna interest agatũ engage rĩu tũgakũrora tũgagwethera kĩrĩa ũrenda koguo ndĩmere tũrĩ akenu mũno Saimo ithuĩ nĩ twahĩtũkire kĩgeranio gĩa time maũndũ ma title deed tũkaigua tayari thimũ yũkĩte title yakwa nĩ cereirwo na rĩrĩa gũthiaga gũkagĩa candidate hĩndĩ ya ma Christmas arĩa nĩ mahingaga mawĩra tene we do communicate na tũkaruta title on time koguo ndĩmere maikare hau mũthĩ twĩ mwena wa Joska director nĩ egũtũ take through na tũrĩ akenu mũno kabisa asante sana Mr. Kamori director aya andũ aku riu ndaigua Kamori iga riu nginya mĩgũnda ndaiguĩte nginya nyũmba nginya nyũmba Kamori wewe kondo na wakete nĩ housing aspect na riu nginya nĩ njwĩra-inĩ nĩ kwagĩrĩra mũno nĩguo riu mwaka ũyũ Saimo ri tũgũgĩkenera Ngai nũĩ nĩ andũ aingĩ mũno matanona mwaka ũyũ mũno Ngai aratũhe kĩheo kĩa muoyo ũrĩkũ rĩu tũkaiga atĩrĩrĩ mũndũ wothe wĩ harĩa ũtaigithĩtie mĩaka ĩyo tũkoretwo twĩ haha ũũ nĩguo mwaka witũ ucio ũngĩ Kamori araigĩte nĩ kwa mahanda na rĩu akĩhanda rĩ ti mũgũnda ũkĩharagĩrĩria wagetha rĩ ũharagĩrĩria mũgũnda ũgeka atĩa ũkahanda rĩu ningĩ nĩ tũhande tuone gĩa kũgetha koguo tũkera Ngai atũtongorie mwaka ũyũ nĩ tũrorete nowe ũtugi witũ na nĩ tũretĩkia atĩ mwaka ũyũ nĩ tũgũthiĩ tũtwaranĩte wega rĩu Saimo rĩ gũkũ nĩ Joska andũ makoretwo makĩũria Joska nĩ mwaimire ndobo-inĩ na nĩguo mwatũnete indo njega
na riu kundu guku Simon ni gukurite muno no ona taru hari harari kiwanja kinene muno gitarari kindu ndona riu guothe riu ni gwake area no yothe riu ni njake ndona center riu ona kwina flat koguo andu aya matinda makiuga ndirenda flat riu ndona kundu gwaka flat no ne rento income riu Simon kundu guku turiri ni itura ria Joska handu hetagwo Ndovo-ini ukuoya ngari yaku umite Nairobi uke nayo ikuige nginya Joska town center kuma hau uingire umite na Nairobi uingire guoko gwaku kwario uke ni kindu kilomita around 6-7 kilometers na farakaragu nuona riu ni gathondeketwo wega gatigarite tu orami na taru ni ndaiguite na muhuhu no ni ndeto itage confirmite ni ati ni gaikitio budget ini tugakihoya ngai gekirwo budget ini na ni magari gakwo karike koguo tukaiga atiriri Simon kundu guku nuona maundu maria makurite kundu guku tukiambia guku Simon aria magurire mbere twamendeirie 395 riu ni ukuigua kamoria kuga atia na ni kahinda kaigana atia ai haria na kwariri hindi iyo it's like 2 years ago 2 years ago riu takinjira Simon tondu kuringana na uguo ona maundu mau miaka iri haha tugakorwo tukiuga atia anyita koguo turera andu ukai muigithie riu kundu guku bara no ona uri hana thitima ni weria aikari no ramona guku mai ni wa mawete bohoro kundu guku thukuru wi haria thukuru munene muno wa secondary wa primary shopping center ni ya Ndovo-ini guthie Joska ni ndagika cigana ona gukinya Joska Nairobi ni ritho na ni ngwiraga Simon bara eno riria riri iria kwoguo ithia center haha ikapatirira irema iria kaimirira ru Kenya Hills ukagwa Mombasa Road nona riu area taru ukori urenda guthia athi river Kitengera urigeraga ko urigeraga eno tondu ona ni onguhe muno makiria koguo tukera andu aitu ukai muigithie kundu guku Simon turendigia 395 kamori riu ni ekuga koguo mundu wina gake tha ici uria wagurite hindi iyo endie already is double already riu ni almost double almost double by the time ndona andu macuritie mabao ona makendia atia 750 yes na hindi yo kwanza ge thiini ti hata haha turi ni kilomita cigana hau maiga ni kilomita ici kuma hau bara-ini yo ino na ithuĩ tutikinyite mita 500 ino haha kuma haria bara-ini riu Simon tugaiga atiriri andu ni moke maigithie na taru he angi maratwiraga taru haria wanyendeire ndirenda handu ndiroka setu na ndiraruta wira Nairobi atasema nini niguo koguo tumere me karibu muno na moke maigithie nigetha mwaka uyu twambanie mundu tari wako mwaka uyu na no igwe riu kamori araiga tom broti riu anda gwakirwo kamoria ri make sure ena mucie wende nyumba ati araiga mweri ungi ugukinya wa kana wa kaige nyumba ni guko akikunengera githi mauti mo maendeleo nimo maendeleo ya ndio maendeleo niguo tu kamera me karibu muno na Ngai amarathima magoka kuigithia Simon thengio muno thengio director ni guturehe guku ngwicire ni tuorira kuria matumu tuhuruka ngite ndaga kuoneka ni tuikaraga muno tondu ti hindi andu mambia kuga Joska na he mugunda twendirie na haha ukindigira mbara Joska imeisha Joska no riu gukorwo ati mwaka mweru ni twambirie na project cia Joska na ithe to tukigire ni Ngai uguo andu aya me karibu sana na kuma Nairobi tumere nginya haha ri ona no ni na itha aca rungeni na itha itha ni nene etiguo na barabara ino ona ndiu niki kingira bata ni mwakeigua ino ni bypass ya connect Kagundo Road na Mombasa Road uguo ni handu hega muno ni kuri andu twendeirie buroti guku rita ria mbere na ringi aria mangikiona ni njui ni makuririkana ni kundu kwega muno kamori yes riu ndaigua director akiuga bei ukwenda atia guku riu guku nakuo Simon
tumere ogwa atariria ni Joska Ndovo-ini shopping center ni weno niguo na andu Simon moi muno mwena wa Joska uguo na waiga Ndovo-ini ni amenya niguo guku ni Joska phase 5 niguo twahurite 1 2 3 na 4 na othe tukimahe title niguo tutinitie 50 by 100 na ithuĩ kama kawaida twendagia mugunda title inclusive niguo uri ukugura cash offer ya mwaka mweru niguo 650 wendi uguo niki na haria radio 750 600 ni andu aitu ni andu aitu sai ni andu aitu sai ndo matu promotire ujuga kuira asa ona niwe ugite maro ni bei ya mwaka mweru ni offer ya mwaka ni gukionera ha niguo kiria cigwika ri ni offer ya mwaka mweru aria meguka tene niguo tuge aria 10 mekugura mbere 650 for cash buyer wa installment ni 700 Kia kinya 750 title deed niguo ndo ni mamarira na njira na haha Simon ni ugure uroke guita material uroke gwaka uikare ta neighbor uyu uikare toyo uikare toyo ciana ona ni cia kiuma thukuru koguo haha ni handu ready to settle ne thukuru munene mwega muno ni academy munene muno koguo ndimere wona video no Simon mwaka uyu tutiririaga delay niguo ona utahingitie mbeca tuhurire namba itu ya thimu 0715 999909 kana okorwo wirio tucerere kuria office kuria Thika kuria gwitagwo Gatitu Mco Plaza building 3rd floor room 302 niguo hura thimu o uria wikarite twaranirie na ndina mani ukwigwatira kindu guku Joska yes 0715999909 mundu wa installment arihe na mieri 6 niguo akuhurira thimu ni mukwaria tukwaria wira ngiri atakwa yes ni ona ndiwe niku baithe guku ni muheaga andu aya kiria muno niguo no ngina tukamaro ni discount kana nguga atia wa mbere bei consideration kuheo mieri 6 tondu kuinginya makiheana mieri 3 na migunda gukorwo i handu he ucio ni undu umwe hitukitie few thiini wa kambuni ya Tayari nikio muonaga ni tukoretwo twi hamwe miaka yo yothe na tukehokeka muno nduru waigua scandal kana drama kana ki Ngai ni atuteithĩtie ni undu wa undu ucio so mwe karibu sana hura inamba ya thimu 0715 999909 mwaranirie na Kamori nigetha wigwatire yaku ni muigwa ni hakuhi na bypass ni hakuhi na barabara ĩrĩa ĩrekĩrwo rami haha leo na haria kama kisi noguo andu maringa naguo magure broti uguo mwihike na ihenya muno ni ndikuona tari na maundu mangi maingi no kumera magie na mwaka mweru wa kirathimo na Ngai amahe mbeca director ndi uri ukumera tukiringa o kumendithĩria mwaka mweru mwega wina irathimo moke maigithie na Ngai amarathime muno 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 amen yes asante sana tunawapenda mugene ihinda riega thank you